Jumba la Musa ni jumba ambalo lina mojawapo ya makanisa ambayo yanajulikana hapa jijini Nairobi. Lakini si hivyo tu. Mchezo wa kamari ulianza miaka ya jadi ambapo wazee ndio walikuwa wanacheza mchezo huo kwa ukubwa na urefu. Ila mwaka 2015 mambo yalibadilika na mchezo huu ukaingia mitandaoni. Sasa wazee na vijana wanacheza mchezo huu na wamekuwa mateka wa kamari. Lakini si hivyo tu. Sasa baadhi ya makanisa, madhehebu yameingia kwenye mchezo huu. Baadhi ya wachungaji wamekuwa matapeli sugu. Kuna jinamizi ambalo limewakodolea macho wa Kenya, uchezaji kamari. Kila sekunde wa Kenya wanacheza kamari na shilingi 21,000 na kusababisha kampuni za uchezaji kamari kujipatia shilingi bilioni 2 kila siku. Asilimia 80 ya Wakenya wanakiri kuwahi kucheza kamari maishani mwao. Ni hapa ambapo kiongozi wa kanisa moja jijini Nairobi alipata mwanya wa kuwatapeli Wakenya wanaotamani kubadilisha maisha yao kwa wepesi, kutumia njia wanazodhania ni rahisi, kamari. Kwa miezi sasa, tumekuwa tukichunguza ulaghai unaoendeshwa na kiongozi wa kanisa moja hapa jijini Nairobi kupitia runinga zake kadhaa. Ukinipatia tiketi ya kwako ya 200, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200 itakuwa multiplied by 100. Ni wizi wa wazi na utapeli kwa kutumia neno la Mungu kucheza kamari na kuwatapeli maelfu ya Wakenya na kuwaibia wazi wazi. Utapeli ambao umekuwa ukiendeshwa kwa zaidi ya miaka 2 sasa kupitia mchungaji anayestahili kuwaelekeza kondoo malishoni, ila badala yake amegeuka kuwala kondoo hao. Tulipata fununu ya kile kimekuwa kikiendelea baada ya kutazama televisheni zake zikiwataka Wakenya kutuma hela kwa hali tatanishi. Baada ya miezi kadhaa, tukafanikiwa kumpata mmoja wa wafanyakazi wake ambaye anageuka kwa masiha, msaidizi na mwokozi wa Wakenya. This guy has mastered the act, plus he has recruited the presenters. They've mastered the art of conmanship. Mimi najua the TV ambayo ili perform the best kuliko TV zote siku moja. Ni gani? Madhabahu One Signet. Ili perform the highest kuliko TV zote in a single day. Ilikuwa ni Emmanuel na Charles. Mmoja aliingia akapata 300 na kitu, mwingine akapata 400 na kitu. I can bet no one gets to him. That man, it's purely scam. Siku hiyo nilikuwa sikofu. Kwa hivyo niliamkia mwendo wa 4:30 hivi. Nikakuta kijana yangu, na kijana anapenda hiyo mchezo tunaita wa salala. Hiyo inachangia. Mimi nikaketi hapa. Nikaona hapo kwa kando ya TV hapo kuna mchezo inaendelea hapa na pale. Tukaanza na 10 bob. Sasa tuna hakika ya maswala tutakayoibua na kukuarifu baada ya kuiamini taarifa yake mdokezi wetu. They'll convince you, they'll use sensitive markers. For example, a presenter will tell you, kama unajua maybe uko na mgonjwa. Mimi nilikuwa nimerushiwa 5K na mzee. Alikuwa amepewa na mtu fulani juu nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa na 5K kwa simu. Ndio nikaanza kucheza. Mchezo huo ulikuwa unaendeshwa na mmojawapo ya televisheni zake za Madhabahu TV. Till number iko pale kwenye TV ya kwako. Hiyo ndio till number. Amount ukiniwekea 20 bob na mimi nakuwekea shilingi zako 2,000 mara moja. Nakala za mamlaka ya mawasiliano nchini CA ambazo zinatoa leseni kwa vituo vya redio na runinga zinaonesha kufikia Julai mwaka 2024, Yahweh Media Services Limited ilikuwa na televisheni 4: Madhabahu TV, Jawabu TV, Yahweh's TV na Shahada TV. Yahweh's Media Services Limited ni kampuni ya utangazaji ya kidini, makao makuu yakiwa ni jumba la K Mall, barabara ya Kangundo hapa Nairobi. Mmiliki wa kampuni hii ni Nabii David Maina,
wa kanisa la Yahweh's Evangelistic Revival Ministries lililoko OTC katikati mwa jiji la Nairobi. Na je, huyu David Maina ni nani? Askofu David Maina ni nabii wa kanisa aliyezaliwa tarehe 21 Juni mwaka 1978. Wengine wanamfahamu kama Karuru, wengine wakimjua kama Kageshu. Ana shahada ya uongozi wa kanisa yani in Christian Ministry kutoka chuo cha mafunzo ya Biblia cha Grace Bible Seminary Kenya kwa ushirikiano na Theological University ya Marekani, na anaongoza kanisa la Yahweh's Evangelistic Revival Ministries. Bwana anatumana kwako, atatuma msaidizi wako. Lakini ndani ya jengo hilo la K-Mall, ndani ya afisi za Yahweh's Media Services Limited, ambako kuna televisheni hizo 4, kuna televisheni zingine. Mojawapo ni ile ya Wave Time TV iliyosajiliwa chini ya Wave Time Media Limited, ambayo inamilikiwa na David Maina Karuru na Yahweh's Media Services Limited, kuonesha wazi bado vituo hivyo vinamilikiwa na nabii David Maina. Vipindi vya runinga hizi zote vinafanana kwa matangazo yake. Vyote huonesha filamu ambazo zinawatumia DJ ambaye huzungumza katikati ya filamu hizi za kimataifa kwa lugha ya mitaani. DJ Fish ndiye kigogo hapa anayeonekana kuwika kwenye vituo hivi vyote. Hapa ndipo waporaji hawa wanapata nafasi ya kuwalaghai wa Kenya. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa muda sasa, na hapa kamari ikichezwa, anayecheza hajui analaghaiwa. Manzi atekonyara. Wawili watatu ndio wabaki. Haya basi, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200 itakuwa multiplied by 100, hiyo itakuwa ni 20,000. Wanazima sauti ya filamu inayoendelea na kuwataka Wakenya kucheza kwa kutumia nambari ya till number na kuelezwa watashinda maelfu ya pesa. Wakenya wanaingia kwa mtego huu. Majina mengi yanatajwa hewani na watu ambao wanacheza. Baadhi wanatangazwa washindi wa shilingi 5,000 hadi shilingi 200,000. Kuna mtu anaitwa Felix Onyango Odhiambo tiketi ya 50, Shamora tiketi ya 150 na mtu anaitwa Hapio tiketi ya 100. Ila unalodhani ndilo silo. Ukweli uliopo wa televisheni hizi za nabii David Maina unajitokeza kwa mara ya kwanza. A presenter will tell you, kama unajua maybe uko na mgonjwa, ama for example unajua una shida kabisa uko nayo, I've got this 50,000. You just send that 10 bob and you'll get the 50,000 and I'll post. Baada ya kutazama kwa miezi, tuligundua uozo, uovu na uongo uliopangiwa kwenye madhabahu ya kumtukuza Maulana asiyependa uongo. Kilichofungwa kikafunguliwa siku ya leo. Uongo huo ukiongozwa na nabii David Maina wa Yahweh's Evangelistic Revival Ministries, ambaye amewafunza wafanyakazi wake kuwa matapeli wakubwa wa ajabu. Tiketi ya 10 pale kuna chance ya kuchomoka na 3,000, right? Salimia mwanzako, mwambie you are more than a victor. Anashikilia Biblia kwa mkono mmoja, mwingine amekuwa Yuda aliyemsaliti Yesu na wafuasi wake. Ukiingia na 200 umerudi pale penye Kamau Daniel hapo, maana ako na hiyo 200. Sasa nahitaji mtu ni mjanja atakayenipa zaidi ya 430. Tuliomba tumeacha tuna 30. Kama utaachilia jamani 40,000 kwa difference ya 30 basi itakuwa makusudi yako. Uchezaji huu huanza kwa hela za kiasi cha chini sana, ila huendelea na kufikia maelfu ya pesa. Ila jinsi tutakavyokuonesha ni kuwa hakuna mshindi kwa kila mchezo unaochezwa. Kwa nini? Mfanyakazi aliyechoshwa na uongo wa bosi wake Maina alijitokeza kutusaidia kwenye upekuzi huu. I think it's from a point of having a heart and just trying to sensitize people on the farm that was on those films. Kwa miezi sasa amekuwa akitupa dozi za kinachoendelea ndani ya afisi za televisheni hizi chini ya Yahweh Media Services, utapeli unaonuka vumba. Whatever happens in those media houses is purely scam, I'd say. It's all about sourcing or
asking money from innocent and desperate viewers. Lakini wanafanya kazi hiyo vipi? Wana announce mshindi. Jina tu wameitoa tu jina pia kufikiria tu. Wewe mwenye umetuma hiyo pesa, hakuna siku hata moja utakuja kushinda hiyo pesa. Sasa inabidi wameleta mtu mwingine kwenye feature kumaanisha kwamba ameshinda hiyo pesa lakini sio wewe. Sasa leo wanakuweka as number 2. Kwa sasa ndio namba 2. Ukiendelea maybe kucheza in the next, even whatever in the next draw, bearing in mind ulikuwa position 2. Kitu tu kwa wachezaji itakwambia McFrain ndakuwa position 1. Nani atanipatia 500 ya kwake asonge na 200,000 pale. Ndiposa mmoja ashinde kwa mfano shilingi 10,000, unatakiwa kutuma shilingi 10. Kisha watakueleza unayeshindana naye ametuma shilingi 20, utume zaidi ya zile alizotuma mwenzako. Watakueleza utume hadi utakapolemewa, wakati mwingi baada ya kutuma hela zako zote zilizoko kwenye simu yako ya mkononi. Ingia na tena ndugu yako hapo. Kumbuka huwa nakwambia, unapoingia na shilingi zako 10 uwa pale, tukikosa mtu mwingine unaweza ondoka na hiyo pesa, yani utakuwa mshindi. Na mwishowe unaelezwa mliyekuwa mnashindana naye amekushinda na kukwachua ushindi. Ila fahamu hakukuwa na yeyote mliyekuwa mnashindana naye, ni wizi wa wazi. As they told the money, the mortuary from the Okises. So that means even if you send maybe 100,000, by the time you're getting to understand you will be conned and maybe try to contact for reversal, the reversal will not be possible. Matapeli ambao hadi sasa hawakujulikana tunawafichua. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa ukaribu wakiwa kwenye matangazo yao, nje ya matangazo kwenye giza totoro, na wakiwa wanapiga gumzo afisini. Kwa shida kwetu pale, kama uziweza kuchomoka na hela hapa, there is always the next time. So, ingia pale, usikufe moyo. Kufikia pale 16,000 Kenyan shillings za kwangu ziko mikononi mwako pale Christabel, ukiwa na 250. Congratulations tena sana Christabel Wairimu. In account of form zako basi yale na hiyo pesa. In account of ngapi? In account of 3 hiyo pesa yale na mwenzako. In account of 3 basi hiyo pesa iko inaenda na mwenzako. In account of 3 mwenzako na hiyo hela sasa hivi. In account of 3 mtu anajulikana kama Rachel. In account of 2, in account of 1 Rachel jeza kulikoma basi congratulations Priscilla. Na bako kwa simu pale kikuwa ni 0714 na maliza na 33 pale mwisho. Hiyo 1,500 iko inakusaidia pale. Ila wanaonekana wanajua waziwazi kuwa wanawaibia Wakenya na hata kuwacheka wakiwaibia. Yani usisubiri sana. Ndio mtu anamaliza ni introduce. Akimaliza, si amemaliza ameondoka. Unapatia kama 10 minutes kuingia. Kuambia sasa ndio time ya kupiga bili za pesa. Ino masaa ya wazito. Ya wazito. Yani hiyo ni wizi ninakufunza. Masaa ya kuchukua dough. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. Ni dhahiri kuwa wanajua wanachokifanya. Masaa ya kuchukua dough. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. But tunaweza kwa time sana. Hapo hiyo demo yako wewe. Ninamwambia wakati mimi nilikuwa ninaogopa nitakumbaya zote. Mkufunzi wao mkuu si mwingine bali ni Nabii David Maina, ambaye kutoka kinywani mwake anarekodiwa akiwaeleza wafanyakazi wake wasioneshe nyuso zao kwenye televisheni, kwani wanaendesha utapeli. Kuna wakati tafika kuachana mambo ya kamera. Ndio kama tuko na show zingine za gospel, show zingine za nyimbo vitu kama hizo. Maana unajua saa nyingine tulizo unazaingia kwa show. Mtu atoe 1,300. Na ni hapa. Ni kweli. Ni wa junction. Ukienda kufanya shopping hapo kwa duka nakwambia habari yako mzuri. Sio ulikuwa kwa TV jana. Areza ala maita watu kuja muone. Ni huyu mwenye wadhoni kusema tunasema. Lakini si hilo tu. Anaelezea waziwazi jinsi amewatapeli wa Kenya kupitia runinga zake. Tupunguze
upande wa maybe producer tupungue, that's what I want. Tupunguze the number kabisa ili ya kwamba most of the team wande wakuwe presenters. Na ukienda kule ujitu uzeni ufanye show tuletee mnataka. Tutakuwa umetuangusha kidogo. Na mimi napambana through whatever the means ya kwamba hizo timu zote ziende national. Kwa kucheza mchezo huu wa kamari kwenye televisheni zake, huenda ukafikiria kwamba ni hela kidogo wa Kenya wanaibiwa, ila mwenyewe Nabii David Maina wiki chache zilizopita akiwazungumzia wafanyakazi wake anakiri kuwa yeye hupata mamia ya maelfu ya pesa kufikia mamilioni ya pesa kila siku kwa kuwatapeli wa Kenya. Ile station can perform. Ile TV moja perform hapa kuliko zote liva. Hapana, ina single hapo. Mimi niko na memory ya kila TV. Mimi najua the TV ambayo ili perform the best kuliko TV zote siku moja. Ni gani? Madhabahuani. Madhabahuani Signet. Ili perform the highest kuliko TV zote in a single day. Ilikuwa ni Emmanuel na Charles. Mmoja aliingia akapata 300 na kitu, mwingine akapata 400 na kitu. Hiyo TV in a single day ilita shilingi 1,000 in a single day. Ni utapeli unaoghadhabisha na kutamausha, kwani anathibitisha kuwa amewaibia maelfu ya Wakenya kwa jina la Mungu bila kujali. Jinsi anapoendelea kuzungumza ndivyo uvundo wa wizi unaongezeka kunuka. December, we used to get 600,000 per day. Compulsory almost every day. Sasa karibu nikaanza kuona na hii 6 zimekaa sana hapa sipane kidogo. Maana it was normal. Nikabidi tunaweza pata 300. Ilikuwa normal. Kupata 600 ni normal. Ni kitu cha kawaida. So, tukirudisha hiyo norm, then things are going to be better. Anadhihirisha kuwa utajiri alionao ni kutokana na kuwapora Wakenya waziwazi. Nabii wa uongo David Maina anawashawishi wafanyakazi wake kuwaibia Wakenya hata zaidi. Kumaanisha kwamba hakuna TV yezi perform. Yule kijana alikuwa producer yake mtu nani? Alipiga 165,000 kinoti. Ilikuwa tu siku ya kawaida tu. Presenter amechelewa saa 3 imefika hajakuja. Kinoti alikuwa ameshasema nataka kuwa presenter akaingia na akafanya. Alipata 165,000. Na wakati kumetangwa kama saa hii. So ikaamizi. Kumaanisha there's nobody who cannot perform. It was his very first show kufanya kwa TV. Kitu alikuwa nayo kwa kichwa ni kwamba amesikiza presenters vile wanaongea akapata the knowledge on the same. Kinachoshangaza ni kuwa katika wizi huu anawaombea wafanyakazi wake wawe na mavuno ya kutosha. So ningesema kwa nikiangalia you are still young. Mungu apatie nguvu. Awapatie uvumilivu. Tumepata arafa za M-Pesa kuonesha jinsi Wakenya wamekuwa wakituma pesa wakiwa na matumaini makubwa ya kushinda. Na kwa taarifa zote zile za M-Pesa, wanaocheza wakidhani ni washindani wawili au zaidi, huwa hakuna mwingine wanacheza naye kwa kushindana ila ni Mkenya mmoja kwa wakati. When you send the 10 bob, they see you can clearly see someone with a potential of sending more. So they then increase their draw, and they had said it's 10,000. Let us say, and I quote whatever they say, kwa sababu umejikwamua kwa haraka, hii draw yetu imeongezeka na imekuwa 50,000. So for you to win the 50,000, you'll have to send 20 bob. That's where they on this another competitor. Tunazichukua baadhi ya jumbe za M-Pesa kuwatafuta baadhi tu ya wale ambao tumepata nambari zao na walicheza kwenye runinga hizi. Ujumbe huu ni wa kutoka kwa Mama Ruth Wanjiko. Tukampigia simu na kwa bahati nzuri yuko tayari kuzungumza nasi. Ila mara ya kwanza anashuku sisi ni wakora. Kiguna njia tunaelekea kwake Ruth Wanjiko, mke, mama wa watoto na nyanya anayeishi eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Kwake ni ndani ya vichochoro hivi. Ruth anasema siku aliyocheza kamari kwenye kituo cha Madhabahu TV alikuwa nyumbani kwani alikuwa akiugua. Siku hiyo nilikuwa sikofu, kwa hivyo niliamkia mwendo wa saa 4:30 hivi. Nikakuta kijana yangu, na kijana anapenda hiyo mchezo tunaita wasalala. Hiyo inachangia. Mimi nikaketi hapa. Nikaona hapo kwa kando ya TV hapo kuna mchezo inaendelea hapa na pale.
tukaanza na 10 bob. Tunazo arafa za M-Pesa wakati Ruth alicheza mara ya kwanza kwa kutumia shilingi 10. Alianza mchezo huu saa 4 na dakika 49 mchana, tarehe 27 Machi mwaka huu wa 2025. Mimi nilikuwa nimerushiwa 5k na mzee. Alikuwa amepewa na mtu fulani juu nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa na 5k kwa simu. Ndio nikaanza kucheza. Na je, alikuwa akicheza na mtu yeyote? Kulikuwa na madam mwingine. Alikuwa kabila fulani. Yeye ndio tulikuwa tunacheza na yeye. 10 bob ikafika 50, nikirusha 50 anarusha 100, nikirusha 200 yeye anarusha 300, tukaenda hivyo mpaka yeye akashinda mwanzoni na kitu kama 8k. Yangu ilikuwa imefika 65. Arafa tulizonazo kutoka kwa M-Pesa zinaoana na taarifa yake na kwamba alikuwa akicheza peke yake. Alianza na shilingi 10 mwendo wa saa 4 na dakika 49, kisha anatuma shilingi 20 saa 4 na dakika 51 na shilingi 50 saa 4 na dakika 52. Nikirusha 50 anarusha 100, nikirusha 200 yeye anarusha 300, tukaenda hivyo mpaka yeye akashinda mwanzoni na kitu kama 8k. Hakuachia hapo. Kutoka saa 4 na dakika 51 hadi saa 5 na dakika 5 alikuwa amejaribu bahati nasibu ya kamari mara 12, na jinsi alivyoendelea ndivyo alivyoingizwa kwenye shimo la utapeli. Kuna wakati ilifika 400 mimi nikarusha 500, 600, 700 hivyo. Ndio hizo 5k yangu ikapotelea hivyo, ikaisha kwa simu. Nakala tulizonazo zinaonesha kwa dakika 16 alikuwa ameibiwa shilingi 3770. Mwishowe ndio nilikapigia mzee kimchezo, nikamwambia naweza nirushia 500, kuna kamchezo na naona kama naweza kula. Akaniambia, kwani hauna chochote? Kwa hapana. Na akanirushia tena, nikaendelea hivyo 500 tena ikaenda. Huyo mwenye alikuwa anakula mara ya pili alikula 33k. Sasa mimi kaishia hapo. Nikaona tu kama ni kawaida, sikufikiria ati kama ni kitu wamenichezea. Hata hiyo iliniishia hivyo kwa akili. Wana announce mshindi. Jina tu wameitoa tu jina pia kufikiria tu. Wewe mwenye umetuma hiyo pesa, hakuna siku hata moja utakuja kushinda hiyo pesa. Sasa inabidi wameleta mtu mwingine kwenye feature ya kumaanisha ya kwamba ameshinda hiyo pesa, lakini sio wewe. Sasa leo wanakuweka as number 2. Kwa sasa ndio namba 2. Ukiendelea maybe kucheza in the next, even whatever in the next draw, bearing in mind ulikuwa position 2. Kitu tu kwa chini yako itakwambia McFrain ndakuwa position 1. Walikuwa wanasema kwa Ruth, sasa ni wewe, utachelewa rusha. Naye walikuwa wanataja hiyo jina. Kwa mfano, Jennifer amekupita ako na 600, naye rusha 700 hivyo. Ilienda iko inaenda hivyo. Na mwishowe wakasema wewe hujashinda. Naona sasa umepitwa hivyo. Na umepitwa mara ya pili. Iliisha hivyo. Waliwachia wapi kusema hujashinda? Sasa wakati waliona sasa sichezi tena, ilikuwa tu hivyo. Wakasema yule ameshinda. You sent 10 shillings for example. Then introduce the other person and say maybe the other person had sent 20 shillings. And for you to lend that money, and for you to take the money from that person, you would have to send back the shillings. So it goes from 10, maybe 20 shillings, 15. Sorry, cutting you short. If 30, I won't, because I sent 10. If I sent 20 bob, is it 30 now? That will be 95. Then they'll tell you, send an amount which is more. And I also quote, I didn't know, whatever they say machine zetu haziongamishi kichech. To mean
they don't do andations. So if we've been asked to send 20 shillings, we'll have to send either 20 shillings or more. Lakini ni wizi tu. It doesn't happen. You will just hear someone mentioned. For example, someone say, Fred, you are the winner of 50,000. So getting in mind that friend name is non-existent. So that's where the case ends. Kufikia sasa ni wazi kuwa hakukuwa na mshindi na aliyekuwa akielezewa wanashindana naye ni mtu hewa. Hata majina ya wafanyakazi yanatumiwa katika utapeli huu. My name was mentioned and I was introduced to be the second person who will send more money than the real person. So at the end of the show, I was announced as the winner. Yes, and my name was mentioned. And I wasn't given the money. Kwenye sehemu ya pili na ya mwisho, tutakueleza jinsi Wakenya wengine walivyoporwa, picha zaidi za siri, vile ambavyo tulijaribu kumtafuta nabii. Mmetoa barua ya kupeana hizo mikopo. Sasa ndio nakwambia hivi. Do your own investigations because you are the one. Sasa baadhi ya wasanii ambao wanahusika kwenye kanisa hili na vile ambavyo tulijaribu kuchukua picha kwa siri kwenye studio zake na hata kanisani mwake, na wakati moja ikawa ni mguuni ponye. Madhabahu ya kamari. Wakati mwingine anayecheza kamari ikiwa anaondoka ghafla, wanampigia simu kumtaka aendelee kucheza. Kama Joseph Wanyuike Ng'ang'a alivyopigiwa simu. Joseph, tunauliza kama uko kwa draw ama tuachilie pesa. Niulizaje? Fanya hivi, uko ready kuondoka na pesa? Wakati nilikaa kama 21 hapo minute, wakanipigia simu sasa direct. Wakaniwaambia, Ng'ang'a, tumeona vile unafanya, sasa fanya hivi, ongeza pesa fulani ndio tukutumie nikaambia hapana, mimi sina pesa. Mkewe Joseph Wanyuike Ng'ang'a aliaga na kumwachia wanawe. Baadhi yao wapo kwenye shule za upili. Tarehe 4 Aprili mwaka huu, Wanyuike alikuwa anatafuta karo ya shule. Mimi tangu nizaliwe sijafikiria mambo ya kugabu. Lakini wakati yule mtu anaweza kaa kwa nyumba hivi, ukae kwa nyumba, una shughuli, una nini, nilikaa nikaona TV iko na michezo zinaendelea huko. Mimi haja yangu pesa zilikuwa za shule. Unasikia nilikuwa na 10,000, lakini nilikuwa nikitaka 40,000 kwa sababu nilikuwa nikijua wakirudi shule lazima niwe nimejipanga kwa hizo pesa. Sasa wakati hizo pesa zangu zilikuwa hata nikukopa, nilienda nikakopa. Hata saa hii sijalipa, hata saa hii hata kwanza sijalipa, hata durusi walirudi juzi. Taarifa yake inaoana na vipindi vilivyoko kwenye runinga hizi. Sasa nikasema wacha nijaribu. Wakati nilifikiria kujaribu, nikaweka 10, sikukula. Wakati niliweka, nikaona kama hawakuona kama vizuri, nikaona wacha niweke ingine. Wakati niliweka ingine, iko mtu mwingine naye alijitokea sasa kwa hiyo screen. Kukasemekana ameweka 20. Kwa hivyo mimi inabidi niweke 30 ndio nimuluke. Nikaona hiyo ni pesa kidogo. And that goes to desperate Kenyans or desperate viewers who are watching to send more money. Each and everything they ask you to send the money. Ng'ang'a alikuwa ameingia kwenye mtego mkali. Ikawa sawa na kupanda mchongoma kushika ni ngoma. Wakati niliweka, nikaona kama hawakuona kama vizuri, nikaona wacha niweke ingine. Mimi nikaweka hiyo nikaweka hiyo 20 shillings. Kukaa ule akaweka 40. Na nikicheki nikaona hiyo hii pesa ni mingi sana, na kwa sababu mimi nilikuwa nikiwa na haja sana ya pesa siku hiyo ama hiyo siku. Nilikuwa watoto wanatoka shule, wanakuja nyumbani. Sasa nilikuwa nikishindwa nitatoa ndo wapi. Na vile uchumi iko baya.
Nikaona hapa acha nikitumia 500 kabla hizi 500 ishe itakuwa nimefanikiwa. Lakini nilianza kushuku. Lakini wakati wa kusuku nikaona hapana. Hii pesa zangu kwa vile zimeendelea, wacha nione kama nitakuna, na kwa sababu tuko wawili hapa tunachezezwa, tuko wawili, wacha nione vile kama hizo pesa zangu zitarudi. Nilicheza, tukaendelea tu, wakisema sinabakia dakika sijui sekundi ngapi. Wakati wa mwisho kabisa niliona hapa dakika ya mwisho na hata pesa ya kukula sitakuwa nazo. Sasa nikaweka ikafika 7,000. Mimi nikaona wacha niwache, lakini kile niliangalia na nikaona iko na mchezo ambaye haiendi mzuri. Kwa sababu wakati tulifika inabakia kama dakika masekondi zile za mwisho, waliniambia ati niwekee sijui 10,000 ndio sasa yani nikule. Nikaona hapana, wacha niwache. Kutoka kwa simu na arafa tulizozipata kutoka idhaa ya Yahweh's Media Services Limited, tukapata ushahidi wa hela alizotuma Ng'ang'a ili ashinde. Na kawaida alikuwa anacheza peke yake. Chini ya dakika 25 kuanzia mwendo wa saa 4 na dakika 17 tarehe 4 Aprili mwaka huu hadi saa 4 na dakika 42 asubuhi, Ng'ang'a alikuwa ametumia karibia shilingi 7,000 kwa bahati nasibu hii ya kamari. Na hata dakika mwisho niliwatukana, niliwaambia niwezi. Sasa za zile niliwaambia hiyo jina tu, hawakunipigia tena. Na hiyo mambo ikaisha hivyo. Unaweza taka hizo pesa wanirejeshe. Wenye tu nilikuwa natuma, wanirejeshe tu kwa simu yangu. Na sitaki more than that. Wanirejeshe tu pesa yangu. Wenye tu nilituma, nirudishiwe tu hivyo. Tena hiyo pesa hata kama ni 500, kama ingekuwa kwa banki ingekuwa inazaa na marejesho yake. Na nikikwambia tu si kuibiwa tu ulikuwa unaibiwa, bali ulikuwa unaibiwa na mchungaji wa kanisa. Mchungaji? Kwani Kenya imefika wapi? Wachungaji ndio wanaiba? Tulifanya juhudi za kumtafuta mmiliki wa vituo hivi Nabii David Maina, kumpa nafasi ya kujielezea na kujitetea kutokana na madai haya makuu. Tulimpigia simu mara ya kwanza tarehe 16 Mei mwaka huu wa 2025 tukitaka atupe nafasi ya mahojiano. Hatukumpa taarifa yoyote tuliyokuwa nayo. Ni siku gani unaweza patikana utupe interview? Tulikuwa nataka tu interview hapana kwa saa hii. Unaweza tuko na pressure hizo wote huko. Hii kitu imepiga watu pressure sana, hata watu wengine wanaambia most of the people ambao tumekuwa kwa industry wanaandika barua kwa Signet. Wafunge ma TV zao kwanza. Hata kwa mmoja nimeambiwa amesema kuna nyingi, mwenye kuna nyingi sana amesema 8 zifungwe. On Monday na afunge. Hapana, huyo ni mwenzangu. Hiyo pressure. Mimi niko na kiasi tu. Ngapi? Kiasi tu, yeye alikupambana hii. So unasema utatupea interview lini? Tunataka interview na wewe. Interview tutapanga kwanza. Tutawacha kwanza tumalize hii maneno. Sasa hii akili haiko pamoja. Kwa sababu tunajua umuhimu wa kumpa nafasi ya kujitetea, tulimpigia simu mara ya pili Jumatatu tarehe 19 Mei mwaka huu. Wakati huu tukamwelezea kinagaubaga tulichokuwa tunakichunguza na ushahidi dhidi yake tuliokuwa nao. Kuna taarifa tumepata 1-2 ya kazi ya TV station yako. And hatutaki kupeperusha hizo taarifa bila kukusikia. So sijui ni siku gani unaweza kuwa free between leo na kesho ama Wednesday before we air it. Kama kuna kitu unataka kwa mnaweza tu. Utaki interview saki. Utaki interview? Ni sababu tunaambiwa uko na TV 7 na tuko na sure kama hizo TV zote ni zako. Tunasema so information ya report hiyo ni TV kama TV, kuna tofauti ya TV na TV yangu. So kuna same license. So kama mlikuwa na mambo yenu mnaweza endelea nayo. Kama mnajua ni genuine. Nabii akakasirika na kutuzimia simu. Kabla ya kusitisha mazungumzo ghafla anatuonya. Fanya investigation yenu maliza, mkishamaliza you do whatever, but sibai kuwa summoned na TV nyingine. I have a TV station also. I cannot be summoned by a TV station. Yeah. But whatever you do, mjue mhakikisha mko na details vizuri, maana itakuwa ni kesi.
So whatever, just do your investigations as you have. But you should just ensure whatever you do is what is trying to be done, and we do the right thing. Hiyo tu ndio nakwambia. Na ile inafanyika saa hizi sababu tunaona watu bado wanapoa pesa ya mikopo. Mmetoa barua ya kupeana hizo mikopo? Sasa ndio nakwambia hivi. Do your own investigations because you are the one. Sasa nimekwambia kila mtu ako busy na kazi yake. Wewe uko na ile kazi unafanya, mimi kuna ile kazi nafanya, so everybody should be busy in his own. Kama unasikia ndio kazi yako, kuchunguza what I do on my TV and doing the right thing, hata hauna haja kumpigia simu. Tulikuwa nataka kukupea, you know, kuna right of reply. Tutaki kufanya taarifa na hatujakupea nafasi. Unajua kabla nifikishe kazi maana nimefikisha, tumeona vitu mingi. So sometimes ufai kujira ukifuatia vitu vingine. Sasa hiyo TV comedian kukaa nayo hapo sio kitu rahisi. Imekaa na TV muda mrefu. So such things unaongea, tumeona vitu mingi kwa barabara. So let us see what you have to do. Yes. So I don't see the right of a TV station coming to another TV station, what it is doing. So how does it apply? Na kama ni illegal, so haustahili kuulizwa. Unauliza kitu moja, you have a TV station, that is NTV. Yes. So nimekwambia mimi hata hakuna haja kupigiwa simu. Prophet, mimi naitwa Ibrahim Karanja. We have evidence that your presenters name fictitious winners non-existent. Nini hiyo? Non-existent winners kwa hizo draw unafanya kwa TV. Hakuna mtu anashinda. Hakuna mtu anashinda. So nikwambia kitu moja. Yes. I don't know what is regarding the ground kuja kunichunguza what I'm doing. Yes. Maana mimi sijakuja kwenu kuchunguza kile mnafanya huko. Tumekuwa na umeenda kuchunguza kama wanawini. Ile siku wenye madhabahu 1 ya Signet amekata simu. Tupige tena. Tuone kama atakata tena. This is the second time we are trying to get Prophet David to speak to us. Na amekataa. Saizi amekata simu mara ya tatu. The first time he said he's not ready to speak. The second time he says again he's not ready to give us an interview. This time ametukatia, after speaking to us for around 5 minutes, ametukatia simu. We will try with another phone. Give me your phone. Try see if we can get him again. But it's been very difficult to just have an interview with him. Prophet. Hello. The Ibrahim. Sahi niko Unitas. Yes. Niko kwa bank nafaa kuongea na management hapa. A quick one. Ile barua uliandikia Rais na Itumbi about waiver ya 19 million pale Signet. Was it responded to? Sasa ndio nimekuambia don't call me again. Another question. Ile siku wenye madhabahu TV. It's becoming very difficult to have a conversation with this gentleman. We have too much evidence that is implicating his stations. Unfortunately, he's not cooperating and he's not ready to speak. He's claiming that he has TV stations just like NTV. We'll keep trying him. If you don't get him here, we'll try get him physically wherever he'll be. If you do not succeed, then we're going to air this with what he has told us already. Tuliamua kumtafuta moja kwa moja hadi afisini mwake kuliko studio za runinga hizo zote barabara ya Kangundo kwenye jumba hili la K-Mall. Hapa tukakutana na Kisanga. Tulifika hapa tumejihami na barua rasmi ya kutaka majibu au mahojiano ya moja kwa moja. Hapa ndipo ulaghai huo hufanyika. Afisi hizi ndizo hifadhi ya wizi wa hela kwa Wakenya unafanyika. Hapa tunakutana na mabango kuonesha ndipo palipo na afisi halisi ya runinga hizo. Tukaelezwa kuwa Nabii Daudi hakuwepo afisini.
ametuacha hapa. Si Eric mwenyewe tulikuwa naye hapa. Ameingia hapo ndani. Kwa muda wa kama dakika 15 hivi, ikawa ni mchezo wa paka na panya kwa wafanyakazi ambao walionekana kutamaushwa na kile tulikuwa tunakitafuta. Ikawa ni kuzungushwa kabla ya wao kupokea barua rasmi ya kutaka majibu. Lakini kabla ya hapo, tukataka kujua iwapo kuna mshindi ambaye amewahi kupatikana wakati wanacheza kamari. Kuna mtu yote ashashinda. Kuja hapa. Wanashinda. They don't come on hizo transaction. Cha kushangaza ni kuwa tulipotaja kuwa kuna mtu amedai kuwa alishinda na hakupokea malipo hata bila kuuliza ni nani, mkuu wa mawasiliano anadai ni uongo, kwa kuwa wanaufahamu kuwa hakuna mshindi ambaye hutuzwa. Alidanganya. How do you know alidanganya? Utajuaje ati alidanganya? Immediately. Inatumwanga immediately. Baada ya muda, jamaa huyu anajitokeza na kuonekana kukerwa na jinsi tulivyofika hapo. He has refused. You have to live behind the letter for me to read. Yeah, exactly. Mwishowe tukahakikisha kuwa amepokea barua hiyo, ila tukamtumia Nabii Maina ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp ukiwa na nakala hiyo ya kutaka majibu. Hapa akasema kuwa ameupokea na wakili wake angetujibu. Tukamjibu kuwa tumeshukuru kwa kuupokea ujumbe wetu, ila muda si muda akaufuta ujumbe wake wa kuonesha alikuwa amesoma barua hiyo. Kabla ya kuondoka hapa, tukaona mabango ambayo yana watu tofauti tofauti. Mmoja wao anatambulika kwa urahisi na ni mwimbaji ambaye Wakenya wengi wanamfahamu, Ben Githae. Awali, mtoa siri wetu alikuwa ametufahamisha kumuhusu akisema, Ben Githae has a show every Sunday morning which airs in all the TV stations from 5:30 in the morning to around 7:30. Kuna kububujuika. Kwa kuonekana akiongoza kwenye mabango ya runinga hii kwenye afisi hizi, tunataka kujua iwapo wanajuana na Nabii David Maina na iwapo anaufahamu kuwa kituo chake kina walagai wa Kenya. Mimi huwa naenda hapo kuhubiri. Okay. Naleta show ya gospel. So I don't involve myself in anything to do with that. Watu wanakuharibia sifa sana, wanasema wacha waniharibie. Okay. Like sasa hiyo ongeeni na management. Management ni nani Ben? Management ni anaitwa Bishop Maina na ninaweza kutumia namba yake, ama vile tu umepata yangu. Make sure umepata namba yake, uliza management, anything to do with the management na administration ya huko. Huoni kama wanakuharibia sifa wacha mimi sasa, let me tell you my brother. Yes. So mimi I preach the gospel and the word of God, and I stick to the doctrine of the word of God. Okay. Yeah. But have you heard about these complaints, Ben? I have not. Wewe nasikia na wewe. Wenenda na mabibi za wengine ni uchafu. Ni vyema kukufahamisha mtazamaji kuwa Ben Githae hajahusika kwa vyovyote vile na ubaradhuli unaoendelea kwenye vituo hivi. Ila kwa kuwa jina lake linajulikana na wengi, huenda linatumiwa kuwafanya Wakenya waamini bila kuvitilia shaka vituo hivi, na mwishowe wanalagaiwa. Kidikinde witu tutige murekia vara. After he leaves at around 8, now the betting begins. People have radio stations, TV stations, which have been turned into gambling stations. From morning to evening, you hear there is no, because for me, from when I was in school, I was told radio stations, TV stations were for information, education and entertainment. I didn't hear gambling. But now you have radio stations, they have turned themselves from that cardinal role responsibility of informing, educating and entertaining into now turning into betting shops. Unashamedly. Mbugi anasema runinga zote chini ya Yahweh Media Services Limited hazina leseni ya kuendesha shughuli za uchezaji kamari. There is no TV station or radio station, to my correction, that has a promotion permit.
Awali uchezaji kamari kwenye runinga zake na Bi Maina ulikuwa unaendelea hata wakati marufuku ilikuwa imewekwa ya kutangaza na kuchezesha kamari. Mtazamaji, hata baada ya mamlaka ya mawasiliano humu nchini kusema uchezaji kamari usitishwe kwa muda, nataka kukupa tu taswira ya hali ambayo inafanyika kwenye televisheni hii ambayo unaiona inaitwa Yahweh TV, na hapa ndio wanalipia wale ambao wanacheza kamari. Nikuonyeshe ni tarehe ngapi? Tarehe 6 mwezi wa Mei. Hii leo haya yanaendelea kwenye televisheni hii. Kwenye uchunguzi wetu, siku moja baada ya marufuku haya kutolewa, runinga chini ya Yahweh Media Services Limited zikabadilisha mchezo na kuanza kuwapa Wakenya mikopo. Tunadadisi kuwa vituo hivyo havina leseni ya kuendesha na kutoa mikopo kwa Wakenya, na huenda taarifa zikachipuka baadaye kuwa Wakenya walikuwa bado wanatapeliwa. Kisa hiki kinaendelea kwani baada ya kupeleka barua yetu kwenye afisi za Yahweh Media Services Limited, upekuzi wetu unaonesha kuwa jioni hiyo ya tarehe 20 Mei mwaka huu, Yahweh Media Services Limited ilisitisha kutoa mikopo, na ghafla runinga hizi zikaanza kuombaomba pesa kwa Wakenya kwa nia ya kuwaibia, wakitoa sababu za magonjwa yanayowakabili baadhi ya Wakenya. Na kuomba tu usimame hii familia, washikilie tafadhali, kuwa nao, watumie chochote kile ambacho uko nacho. Tulimwandikia mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini CA kutaka majibu, yani kwa nini bado runinga hizi zilikuwa zinaendesha matangazo ya kamari na wizi wa moja kwa moja na paruwanja bila hatua kuchukuliwa, na akatuitisha majina ya vituo hivi kabla ya kutupa jibu. Tulimpa orodha hiyo, ila kufikia wakati wa kupeperusha upekuzi huu hakuwa ametujibu. Kufikia mwaka 2015 kulikuwa na chini ya runinga 20 humu nchini, ila baada ya kuvuka katika mfumo wa dijitali nchini Kenya kuna zaidi ya runinga 300. Kuna runinga zaidi ya 80 zinazoongozwa na mashirika yanayohusishwa na makanisa na dini zingine, ila ni wazi nyingi kati ya hizo zina wahubiri waliovalia ngozi ya kondoo, kumbe mle ndani ni mbwa mwitu. Mfano ni Nabii David Maina wa Yahweh Media Services Limited na mchungaji wa kanisa la Yahweh Evangelistic Revival Ministries. Nimetangaza niseme, hakuna atakayefunga. Ni dhahiri kwamba mchezo wa kamari umekuwa donda sugu kwa nchi ya Kenya. Wakenya wengi wameibiwa na wale ambao wanastahili kuwasaidia na kuwaongoza kwa njia zinazostahiki, wale ambao wanaongoza kanisa. Ni utapeli wa hali ya juu ambao unafanyika wazi wazi bila uoga. Wakenya wanauliza hadi lini? Frederick Mwitiriri, NTV, Nairobi.